DJ kidogo. DJ kidogo. Tunataka tufungue njia gari zingine zipite ndio wageuke hapa. Fungua tu njia tafadhali kidogo tu. Bodani sawa, fungua njia kidogo. Fungua kidogo. Wacha gari ipite, hizi gari zipite. Wadosi wanasimama hapa. Kuna mahali lingine wanaenda. Fungua kidogo, fungua kidogo, fungua kidogo. Fungua kidogo, fungua kidogo. Wananchi wa Mazeras tafadhali tuwasalimie viongozi wetu, tuwasalimie viongozi. Fungua kidogo, fungua kidogo, fungua kidogo. Fungua kidogo. Aya, nenda mbele ndugu yangu, nenda. Aya, nenda mbele ndugu yangu, nenda mbele. Nenda mbele kidogo, nenda mbele kidogo. Sound kuja mbele kidogo ili viongozi wakaribia hapa. DJ kidogo. DJ subiri kidogo. Subiri kidogo. Tuende mbele kidogo. Kuja kidogo, kujeni, songa kidogo. BS nenda mbele kidogo. Asante DJ, asante DJ. Wana Mazeras oye! Hatujawaona jameni. Wana Mazeras oye! Tusalimie viongozi juu ya hewa. Basi Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, you can take over. Asanteni Mazeras hoye! Mazeras hoye! Basi tumefika Mazeras na furaha tele. Je, mnatupokea? Mnatupokea? Hapa tunaye Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Nipe ile list. Nipatie ile list hapa. Patie list bwana. Tuko na Mheshimiwa Eugene Wamalwa na hapa tuna ndugu Rigathi Gachagua. Alafu tuko na Mheshimiwa Robert Mbui. Tuko na maseneta wengi, Seneta Manzo wa Makueni. Tuko na Seneta John Medhu wa Nyandarua, ako hapa kijana. Tuko na Seneta Murango wa Kirinyaga. Tuko na Seneta Onyonka Kisii. Tuko na Mheshimiwa Gakuya wa Embakasi yako hapa, Embakasi North. Tuna Mheshimiwa Joshua Kemilu kutoka Kaiti. Huko Makueni tulikokuwa jana. Tuko pia na nilisema Mheshimiwa Robert Mbui. Tuna Mheshimiwa Zambia kutoka Kilome. Tuna Mheshimiwa Muya kutoka Kipipiri. Watu wametoka mbali kuja kusalimia watu wa Mazeras. Mnawapokea? Kama mnawapokea nipe waipa. Nikisema harambee, sema one time harambee. Naweka kidole namna hii harambee. Wangapi wanakubali ni one time hii maneno hii? Kuna wengine. Kuna Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu. Sijui kama hako hapo. Kuna Mheshimiwa Mawadhe kutoka Embakasi South. Ako wapi Mawadhe? Wako kila mahali. Ako wapi Mawadhe? Ako huko kwa raia. Mpigie makofi, ameingiliana na nyinyi huko. Tuna Mheshimiwa Meja Dong kutoka Embakasi Central. Tuna Mheshimiwa Chome tumemwacha nyumba amerudi. Sijui kama Mwashako bado ako nasi. Walitupokea kule Voi. Alafu tuna Mwana Mule. Ako wapi Mwana Mule? Kutoka Mwashako yule kijana kutoka kwa milima Undanyi kule. Alafu tuko na wakili Ndegwa. Tuko na Victor Munyaka. Tuko na mama Jessica Mbalu. Tuko na Mazika Kuya.
tuko na Susan Kiamba, mama mjumbe kutoka Makueni. Kwa kifupi, kwa sababu tuliamua tuingie Kilifi, tuingie Kwale, tuingie Mombasa, na ujumbe ni moja. Ujumbe ni vile wa Kenya wameona wameteswa na serikali ya Kenya Kwanza. Nyinyi mmeteswa huko Mazeras? Wangapi wanasikia wameteswa na serikali hii? Kwa hivyo tu ujumbe ni kwamba vijana wetu wameuawa. Vijana kauawa Kenya nzima. Na wananchi wanasema vijana hawezi kuuawa tu ovyo, na hali serikali yoyote yenye mamlaka kamilifu kazi yake ni kuchunga maisha ya wananchi wake. Lakini hii badala ya kuchunga maisha inawaumiza watoto, hawezi kuvumilia hata kuwa criticized democratically. Tunakumbusha Kenya ni nchi ya demokrasia. Wangapi wanajua tuna demokrasia ya kutosha Kenya? Kwa hivyo lazima ujue, hata kama ukubaliani na mwenzako, chini ya katiba mpya 2010 uko na uhuru wa kuzungumza, uko na uhuru wa kufikiria, na hata uko na uhuru wa kufanya maandamano. Vijana walifanya maandamano kikatiba wakauawa, na ndio tunasema tarehe 25 mwezi huu itakuwa ni siku ya kusherehekea na kukumbuka wale vijana wetu ambao waliuawa na serikali ya Kenya Kwanza. Na ndio tunasema wao, ndio tunasema kwamba wao, hii serikali itakuwa one term. Harambee! Harambee! Wangapi watajiunga kukumbuka vijana hawa ambao waliuawa na serikali? Na kwa hivyo sisi tukaungana, na hatuna mchezo. Kidemokrasia, mtu akishindwa na kumiliki na kuhakikisha usawa wa nchi, maisha yanakuwa hoi. Zote wa Kenya tumekuwa walala hoi badala ya kuwa walala hai. Vijana hawana kazi, kina mama wanalia, wanasema mama mboga itakuwa serikali ya mama mboga. Mama mboga gani ameingia kwa serikali ya Ruto? Hata vijana wa bodaboda watashirikishwa. Alafu wanakuja kupitia mlango wa nyuma. Juzi wametoa shilingi milioni 10 kwa kila constituency kwenda kuwaonga wananchi. Tunasema hiyo serikali, hiyo pesa ni yenu. Kwanza ichukueni vile watu wa Machakos walifanya jana. Walichukua hiyo pesa na wakamwambia Kindiki na mtu yako one term. Wangapi watachukua hiyo pesa na kuambia one term? Wamechelewa. Na kwa hivyo wananchi wameamua kwa kauli moja, nchi ni yetu. Kwa hivyo nyinyi wakaaji wa Pwani, tumekuja tukijua kwamba nyinyi na sisi pamoja ni wale ndugu Rigijia naita makasin. Anasema Ruto, mutasikia, mnataka msikie? Anasema Ruto amekosa tabia, anaingilia mambo ya makasin. Kwa hivyo ngoja huyu ndugu sasa wasalimie, huyu ndugu Eugene Wamalwa, alafu turudi pale kwa Rigiji. Mazeras hoye! Tukisema harambee tusikie one time. Harambee! No, nataka nisikie kina mama wa Mazeras peke yenu. Kina mama harambee! Tusikie wanaume sasa. Harambee! Ai, ninyi ndio wenyewe bwana. Sisi leo tumekuja Pwani tusikie mnasema nini. Mimi nimetoka kule Western na ndugu yangu Senator Cleo ako hapa Malala atawasalimu. Ndugu yangu Onyonga Senator wa Kisii ako hapa. Na leo nataka niambie watu wa Pwani, kutoka Kisii hadi Kitale, sisi tumeamua William Ruto ni one. Tumetembea Ukambani kuanzia Kitui, Machakos, jana tumekuwa Makueni. Ukambani wamesema ni one. Tumetoka Nairobi wamesema ni one. Mlima Kenya yote na Rigiji mwenyewe wako hapa, kaunti 10 wamesema ni one. 75% ya Wakenya wamesema nchi yetu imechukua mwelekeo mbaya. Our country is headed in the wrong direction. Na ndio sababu anasema Ruto must.
alikuja hapa akasema bottom up, ati atachukua kina mama mboga, boda watoe chini awainue. Amewainua kweli? Alisema pesa mfukoni, lakini hakusema ni mfuko wa nani. Kina mama mboga, ameweka pesa mfuko yenu? Boda kuna pesa mfukoni mwenu? Pesa yote imeingia mfuko wa Zakayo. Ameongeza ushuru 2023, 2024. Wiki ijayo wanataka kuongeza ushuru tena, finance bill 2025. Mtakubali kweli? Tumeambia Zakayo ashuke, ndio ushuru ushuke. Mazeras, Zakayo ashuke asishuke? Mmeamua ashuke? Kando na ushuru, ufisadi umetoka bottom umeenda up. Uongo umetoka bottom umeenda up. Hapa kwenu Pwani, ako analenga hii bandari yenu ya Mombasa, anataka kuinyakua. Port ya Lamu anataka kunyakua. Hata nasikia hii soko yenu hapa Mazeras mchungane kabisa hii. Ati soko pia inaweza enda. Kabla soko ya Mazeras kwenda tunasema Zakayo afanye nini? Kasongo afanye nini? Aende asiende? Hebu tusikie tena harambee. Asante, Mungu awabariki. Haya, kabla kumuita ndugu Rigiji, nikubali nimuite Kasheri kwa niaba ya majensi. Kasheri ako hapo, mpatie microphone. Alafu ndugu Rigiji. Yeye mama Kasheri, baada kuwa na kwamba yeye anaona hata wale walikuwa kicheza hapa, yeye amechaguliwa kama mjumbe na watu wote wa Kirinyaga. She is a county women rep wa Kirinyaga County. Tupigie makofi. Harambee! Mazeras jamani, harambee! Watu wa Mazeras hamjambo. Hii serikali iende nyumbani isiende. Huyu Zakayo aende asiende. Majenzi mpo. Waliua vijana wetu hawakuua. Tunawaambia ya kwamba sisi tunasubiri tarehe 9 mwaka wa 2027 ndio wajue ya kwamba supreme power belongs to the people of Kenya. Asanteni sana. Thank you. Tukaribishe ndugu Rigiji. Ndugu Rigiji sasa, thank you. Na amefika hapa Mazeras. Mnamkaribisha? Asanteni. Mazeras oi! Haki ya Mungu, tangu nizaliwe bado fika hapa. Si mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Niseme ukweli nisiseme. Umenikaribisha. Si mnasikianga ile Kasongo anasema ati mimi ni mkabila. Ati mimi sina umaarufu hapa Mazeras. Hapa ni Kiambu. Hapa ni Nyandarua. Hapa ni Nairobi. Hapa ni wapi? Rigiji anapendwa hapendwi? Anapendwa na hapendwi? Wangapi wanapenda Rigiji hapa Mazeras? Sasa wewe Kasongo, inua mzuri Kasongo aone. Wewe Kasongo, wacha hiyo maneno. Alikuwa hataki nifike hapa nikiwa naibu wake tusijuane. Lakini ya Mungu ni leo tumejua. Tuendelee kusema ukweli ama tuendelee kusema uongo? Huyu Kasongo ni muongo si muongo? Alisema ataweka pesa kwa mfuko, aliweka ama alitoa ile ilikuweko kidogo? Mambo ya masomo ililetwa na Mwai Kibaki, ameharibu hajaharibu? Mambo ya matibabu ameharibu hajaharibu? Mambo ya uchumi ameharibu hajaharibu? Hata pale NSSF, na munisikize vizuri, NSSF ni pahali nawekwa pesa ya wale wafanyikazi, itakuja kuwasaidia siku zao za uzeeni. Hiyo pesa Kasongo amepanga, ametoa hiyo pesa kinyume na sheria, ati kwenda kujenga barabara ya Mau Summit kutoka Rironi. Amepanga ati kwenda kufanya kazi pale Bomas of Kenya, na Bomas of Kenya amepatia Muhindi, alikuwa amepatia Mturuki. Nilipopiga kelele akafukuza Mturuki akapatia Muhindi. Muhindi amepewa lease ya 99 years.
anachukua pesa ya NSSF anapeleka Bomas, ingine anapeleka kujenga barabara. Pesa ya NSSF hapana ya kufanya infrastructure, hiyo ni pesa ya kufanya investment, ndio hao watu uzeeni wao wapate mapato yao. Na huyu mzee anaitwa Francis Atwoli amenyamaza. Wewe Francis Atwoli umenyamaza ama mumekula pamoja na Kasongo? Amenyamaza ama amekula pamoja na Kasongo? Wewe Atwoli unasemanga unatea wafanyakazi. Pesa ya NSSF Kasongo anachukua kwenda kujenga barabara ndio apate commission ya 10% kwa barabara. Ingine Bomas of Kenya ni yeye ako na investment partnership na Muhindi, na wewe Atwoli umenyamaza. Mimi nataka kuuliza wafanyikazi, wewe kama uliweka pesa yako NSSF, usingoje enda Jumatatu utoe pesa yako, si ndio? Kwa sababu ukikubalia huyu Kasongo atachukua pesa yote. Sasa watu ya Mazera, mnajua chama yangu inaitwa DCP, si ni ya kusikiza ground? Mimi nimekuja kusikiza ground. Watu ya Mazera, ground inasemaje? Ground inasemaje? Ati Mazera mnasemaje? Ati Mazera mnasemaje? Kasongo aende asiende? Kasongo asiende, aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Mimi naona watu ya Kilifi mumeamua. Tuko na kibarua. Tusipofukuza huyu Kasongo atauza nchi hii. Hata hii mambo ya poti ya Mombasa amepanga na Waarabu fulani, tayari iko kwa meza wanazungumza juu yake. Huyu Kasongo hapa Taita Taveta amechukua mashamba yote. Huyu Kasongo mkicheza atakuja mpaka kwa boma yako kuingilia mambo yako. Afukuzwe asifukuzwe? Afukuzwe asifukuzwe? Hata mimi nimekuja hapa, watu ya Mijikenda, wa Giriama, wa Duruma, wa Kamba, wa Taita, wa Taveta, na sisi watu ya Mlima Kenya, sisi ni cousins, sisi ni cousins. Huyu Kasongo anataka kuingilia mpaka mambo ya familia. Sasa sisi tukiongea kama familia iko makosa? Makazi ni tuongee tusiongee? Tukae pamoja tusikae pamoja? Tutafute serikali pamoja tusitafute? Makazi ni tumependana? Mumenikaribisha huko nikuja na makazi ni wengine? Unajua hii watu wametutumia vibaya. Huyu Raila Odinga ametumia huyu Kalonzo vibaya, na kura zenu za Pwani ametumia vibaya. Alipoenda kwa serikali ya Ruto alienda na nyinyi? Alienda peke yake, hakwenda peke yake? Naye huyu Kasongo amenitumia mimi vibaya na watu ya Mlima. Sasa wale watu ya kutumia watu vibaya wameshikana, na wale tumetumiwa vibaya zote tushikane. Tumeungana, tumeungana. Mujinga akierevuka, mujinga akierevuka, mwerevu iko mashaka. Tumeerevuka hatujaerevuka? Tutakaa pamoja? Mungetaka tushikane na huyu Kalonzo na huyu Eugene Wamalwa na wale viongozi wengine wote, tutafute serikali pamoja, tufukuze Kasongo. Kasongo aende asiende? Harambee! Wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe mtu ya kutenga, wewe harabu mashamba, wewe mtu ya kutenganisha familia. Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Niko na kijana hapa anaitwa Cleophas Malala kutoka pale Kakamega. Watu wa Mazari na Soe, mimi nimetoka kule mkoa Magharibi, kule Ingo, na mimi nimekuwa Secretary General wa chama cha UDA, chama cha Kasongo. Huyu Rigathi Gachagua amekuwa Deputy President wa Kasongo. Tuko hapa na Mithika Linturi ambaye amekuwa Minister of Agriculture wa serikali